إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونهى الظلمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن استمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا أيها المستمعون الكرام، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنا واتقوا الله ويعلمكم الله. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wingi wa neema ambazo anatuneemesha kila aina ya neema ambazo kila wakati Muislamu yatakikana awe na tabia ya kushukuru neema hizo. Walizungumza wakasema, qayidu ni'amallahi bishukrillah, zidhibitini neema za Allah, zilindeni na mzichunge neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru yeye jalla fi'ala. Ndugu zangu, nakuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah ameamrisha, pamoja na kuachana na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Ndugu zangu katika imani, maudhui ya khutba yetu ya leo imebeba unwani isemayo muhasabatun nafs, kuifanyia tathmini nafsi yako ewe mwanadamu, ewe Muislamu. Kama ambavyo tunajua ya kwamba tupo ndani ya mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, yani mwezi wa Muharram, maana yake tupo katika mwaka mpya. Kwa hiyo ni kila mmoja katika sisi aitizame nafsi yake, aangalie ni mangapi mazuri ameyafanya katika mwaka uliotangulia au wakati uliopita. Ikiwa amefanya jambo la kheri, basi amshukuru Allah na aongeze jitihada katika kufanya khairati. Lakini ikiwa alimuasi Allah
alifanya madhambi, ni wakati wa yeye kurudi kwa Allah na kutubu juu ya madhambi ambayo ameyafanya. Ndugu zangu katika imani, kama ambavyo ni kawaida kwa wengi wanaofanya biashara, kama sio wote kabisa, huwa wanafika mahala na kufanya tathmini juu ya biashara yao ambayo wameifanya. Je, mzigo ambao wameuchukua umeleta faida kiasi gani na umeingiza hasara kiasi gani? Vivyo hivyo mwanadamu katika maisha haya ya kidunia, yatakikana kuna muda ukae na ufikirie na uchunguze moyo wako, ni mangapi umeyafanya ambayo Allah anayaridhia na ni mangapi ambayo umeyafanya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi wala hayaridhii. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza ndani ya Qur'an, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah tabaraka wa ta'ala na mkamkubali bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ittaqullah, mcheni sana Allah, fanyeni yale ambayo Allah amekuamrisheni pamoja na kuyawacha yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukatazeni. Lakini Allah kaendelea akasema, waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, kila nafsi itizame, kila mmoja aangalie katika moyo wake, katika nafsi yake, nini ametanguliza kwa ajili ya kesho akhira, kitu ambacho kitamsaidia kunako matendo yake. Ndipo wakazungumza wanazuoni wakasema ya kwamba kupitia aya hii na maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala wakaunda kitu ambacho kinaitwa muhasabatun nafs, kwa maana ni mtu kujikagua katika nafsi yake, ni mangapi ameyafanya yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, na mangapi ameyafanya ambayo Allah jalla fi'ala hayapendi wala hayaridhii. Wakazungumza wanazuoni wakasema, namna ya mtu kujifanyia tathmini yeye mwenyewe katika nafsi yake kumegawanyika kwa aina mbili. Aina ya kwanza inakuwa kabla alfi'li, kabla ya mtu hajafanya jambo fulani, na aina ya pili inakuwa ni baada alfi'li, baada ya kuwa mtu tayari amefanya matendo fulani. Wakasema pale ambapo mtu ataifanyia nafsi yake, akaihesabu nafsi yake, akaifanyia tathmini nafsi yake kabla ya kufanya jambo fulani. Imamu Hasan al-Basri akazungumza akasema, rahimallahu abdan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamhurumia mja ambaye waqafa inda hammihi, pale ambapo anataka kufanya jambo fulani ana stop kidogo, kisha anafikiria, hili jambo ambalo ninataka kulifanya lillah, nafanya kwa ajili ya Allah, nafanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. In kana lillah, ikiwa jambo ambalo anataka kulifanya ni kwa ajili ya Allah, madha, basi analifanya. Lakini wa in kana li ghairihi, ikiwa jambo ambalo anataka kulifanya ameliona kwamba hili nafanya sio kwa ajili ya Allah, taakhar, basi analichelewesha jambo hilo na kisha analiacha moja kwa moja. Hii ni aina ya kwanza ya mtu kujifanyia tathmini katika nafsi yake. Ndipo pale tunapata maneno yanayosema ya kwamba inna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwa anampa badala mtu ambaye taraka amrahu lillah, ameacha jambo lake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anampa jambo lililokuwa bora kulikoni lile. Ndugu zangu katika imani, muhasabatun nafs,
mtu kujifanyia tathmini katika nafsi yake. Ni mangapi ambayo ameyafanya Allah anayapenda na kuyaridhia, aweze kumshukuru Allah na kuongeza jitihada katika matendo yake mazuri. Lakini ni mangapi ambayo ameyafanya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi na kuyaridhia, bali aweze kufanya istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukizungumzia muhasabatu nafs, maana yake mtu kujifanyia tathmini katika nafsi yake, hatutoacha kuzungumza wasia mzito ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alihusia kwa umma wake, katika hadithi ambayo anaisimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahu. Anazungumza Mtume wa Allah, anasema ightanim khamsan qabla khams. Hadithi maarufu, yatumie vizuri mambo matano kabla hayajakupata mambo matano mengine. Haya mambo matano ya mara ya pili yakikupata, unaweza ukashindwa kufanya matendo mazuri kwa uweredi, kwa hali ya juu, bali unaweza ukayaacha kabisa. Mtume wa Allah akasema, jambo la kwanza, shababaka qabla haramik. Utumie vizuri ujana wako kabla hujafikwa na hali ya uzee. Na ujana ni rasilimali iliyokuwa ghali na yenye thamani sana. Ukiwa kijana unaweza kumwabudu Allah ipasavyo. Ukiwa kijana unaweza kufanya lolote utakalo, lakini ukishafikia katika hali ya uzee, hata ukiwa unafanya ibada, kuna baadhi ya mambo lazima tu utayapunguza. Na ndiyo maana Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, alizungumza katika wale watu wa aina 7 ambao watapata kivuli cha arshi ya Allah. Mtu miongoni mwa hao 7 akasema, shabun nasha fi ibadatillah, ni kijana ambaye ameishi katika kumwabudu Allah. Yani maisha yake yote anaishi, lakini anajua kuna Allah ambaye ameniumba mimi, anastahili kufanyiwa ibada. Muda wa swala umefika, kijana anaacha shughuli zake zote, anaelekea kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume anasema ightanim khamsan qabla khams. Tumia vizuri mambo matano, kwa maana ufanye matendo ya khairati, matendo mazuri ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kabla hujafikwa na matendo matano mengine. Jambo la kwanza akamtaja kijana afanye vizuri katika matendo yake, kijana amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo kabla hajafikwa na hali ya uzee. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza akasema, jambo la pili, wasihataka qabla sakamik. Tumia vizuri afya yako kabla hujawa mgonjwa, kabla hujapatwa na mtihani wa maradhi. Wallahi, tutembeleeni katika mahospitali tuone ni namna gani wagonjwa na watu waliopo maeneo yale wanavyopata tabu, wanahangaika kutafuta afya. Hii afya ambayo wewe leo hii unayo, wanaitafuta huko mahospitalini. Ni wangapi ambao utawaona katika mahospitali, pesa zao walizokuwa nazo, vyao walivyokuwa navyo havina thamani kwa wakati ule. Kila mmoja anaitafuta afya yake, awe na mali asiwe na mali, wote wanaitafuta afya kwa wakati ule. Ndugu zangu katika imani, tumia vizuri afya yako kabla haujafikwa na hali ya maradhi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza akasema, jambo la tatu ulitumie vizuri ni ghinaka kabla faqrik. Utumie vizuri utajiri wako, zile mali zako ulizokuwa nazo kabla hujafikwa na hali ya ufakiri. Unaweza ukawa na mali na ukawa hujitolei kwa ajili ya Allah, huwasaidii watu, hutoi sadaka, hutoi zaka, lakini utakumbuka kuwasaidia watu pale ambapo utakuwa fukara, tayari na muda unakuwa umeshaenda kabisa, hauna uwezo. Kwa hiyo tumia vizuri utajiri wako na mali yako uliyokuwa nayo kabla haujawa fukara. Fanya mazuri
Jitolee kwa ajili ya Allah. Tafuta maeneo ambayo watu wana shida, wasaidie. Anayekuja kukulilia shida yake, msaidie. Usianze sentensi mbalimbali, bwana unajua mambo mengi hivi na vile. Wewe msaidie. Yule ambaye amekujia wewe hajaja kwa bahati mbaya, ni Allah amemwonyesha nenda kwa mtu fulani, anaweza kukusaidia. Kwa hiyo utumie vizuri utajiri wako kabla haujawa fukara. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa faraghaka kabla shughlik, tumia vizuri muda wako kabla haujashughulishwa. Haiwezekani leo wewe Muislamu unasema naenda kupoteza muda. Haiwezekani. Ni kitu gani ambacho umetanguliza kwa Allah, kitu ambacho kitakufaa siku ya Kiyama baada ya kuwa tayari umeondoka katika dunia? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anazungumza, anasema dhaya'ul waqti ashaddu min al-maut. Kupoteza muda ni hatari sana kulikoni kufa. Lianna alwaqta yaqta'uka 'anillah, kwa sababu wakati unakukata wewe, unakuweka wewe mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya kutekeleza maagizo ya Allah. Wal mauta yaqta'uka 'anid dunya, lakini umauti unakutenganisha wewe na dunia. Dhaya'ul waqti ashaddu min al-maut. Kwa hiyo haifai na haipendezi kwa Muislamu kusema ya kwamba yeye hana kitu cha kufanya, yani yupo tu. Fanya lile ambalo litakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamalizia jambo la mwisho la 5, akasema wa hayataka kabla mautika. Tumia vizuri uhai wako uliokuwa nao kabla hujafikwa na umauti. Na umauti siku zote huwa unakuja ghafla. Hakuna mtu anapelekewa taarifa kwamba wewe unakufa siku fulani. La, ghafla. Almautu yati baghtatan, mauti huwa yanakuja ghafla. Walqabru sunduqul amal, lakini kaburi ndiyo sanduku lako la matendo ambayo umeyafanya. Ndugu zangu katika imani, inasimuliwa ya kwamba Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu siku moja alipita katika makaburi, kisha akayaambia yale makaburi, akazungumza na wale watu waliomo ndani ya yale makaburi, akasema assalamu alaikum ya ahla almaqbara, amani iwe juu yenu enyi watu mliozikwa katika makaburi haya. Lakini ninawapeni taarifa, amma amwalukum faqad qusimat, hakika mali zenu tayari zimeshagawanywa. Nyinyi mmekufa, yani mlipokufa tu mali zenu tayari watu wakaanza kuzigombania kwa pupa. Mali ambazo mlizitafuta kwa tabu, kwa shida, kwa dhiki, lakini leo ninyi mmekufa, mali hizo watu wanazigombania. Wa amma buyutakum, na hakika majumba yenu faqad sukinat, tayari yameshakaliwa na watu wengine. Yale majumba ambayo mliyajenga kwa gharama zilizokuwa kubwa sana, mlipupia, mlijizuilia na kula na kunywa kwa ajili ya kujenga, lakini majumba hayo leo tayari wameshakaa watu wengine. Lakini pia akazungumza akasema, hadha khabarun ma indana, hizi ni miongoni mwa habari ambazo tunazo sisi. Fama khabarun ma indakum, na nyinyi mna habari gani? Tuelezeni. Kisha Sayyiduna Ali akawageukia watu waliokuwa nao, akawaambia, wallahi lau kama hawa watu wangepewa fursa ya kuzungumza, wazungumze ni kitu gani ambacho wanahitaji kwa wakati ule, wangesema wallahi ma wajadna, kwa hakika hakuna tulichokuta khairan, kitu ambacho ni bora kulikoni matendo yaliyokuwa mazuri, matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Ikiwa sisi bado tuna afya, tuko na uhai, basi ni wakati wetu wa sisi kuendelea kufanya matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Aqulu lakum ma tasma'un, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zangu, tunakumbushana muhasabatun nafs. Kila mmoja aitizame nafsi yake, ni kitu gani ambacho amekitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kitu ambacho kitamsaidia yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, ametukumbusha, anatuambia tutumie vizuri mambo matano kabla hayajatufika mambo matano mengine. Jambo la kwanza akasema utumie vizuri ujana wako kabla hujafikwa na hali ya uzee. Lakini pia itumie vizuri afya yako kabla hujafikwa na maradhi. Utumie vizuri utajiri wako kabla hujafikwa na hali ya ufukara. Lakini tumia vizuri wakati wako ambao hauna kazi. Mwisho akatuambia itumie vizuri fursa ya uhai uliokuwa nao kabla hujafikwa na umauti. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema hatta idha jaa ahadahumul maut. Mtu anajisahau katika ulimwengu kunako kufanya matendo mazuri mpaka pale anapofikiwa na umauti, anasema rabbi rji'uni, ewe Mwenyezi Mungu nirejeshe duniani na kuomba, la'alli a'malu salihan fima taraktu, huenda nikirudi duniani nitafanya yale mazuri ambayo nilipokuwa duniani mara ya kwanza sikuyafanya. Lakini majibu yake itakuwa ni kalla, haiwezekani. Hata ukirudishwa duniani utakuwa na tabia ile ile ya kutokufanya matendo mazuri. Tumia vizuri fursa ya uhai kabla hujafikwa na umauti. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa maneno mazuri ambayo walizungumza waja wema, wakazungumza wakasema, yabna adam, ewe mwanadamu unaishi katika huu ulimwengu, innama anta ayyamun, usijisahau, hakika wewe si vinginevyo, wewe ni masiku tu ambayo yanahesabika. Kullama dhahaba yaumun, kila ambapo siku moja inaondoka, dhahaba ba'dhuk, basi sehemu ya umri wako nayo inaondoka. Kwa hiyo jukumu lako wewe ni nini? Ni kufanya matendo mazuri. Allah anasema na atizame kila mmoja ni nini ametanguliza kwa ajili ya akhira yake. Ndugu zangu katika imani, muhasabatun nafs, kila mmoja ajitathmini, afanye tathmini katika nafsi yake, ni mangapi ameyafanya ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Ikiwa ameyaona aliyoyafanya, falyahmadillah, basi yamshukuru Allah na aongeze jitihada. Ikiwa ameona yale ambayo ameyafanya Allah hayaridhii, amemuasi Allah, basi ni fursa ya kuweza kutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala ayajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.